Mahali tuko na shida ni hapo mahali pa njaa. Lakini hata mimi nimetoka nikarudi mbio, msifikiri nimeenda kukula. Unajua zamani tulikuwa na watu walifundishwa uchoyo. Walikuwa wanabadilisha maji ya ugali na kwa ya kuoga. Na pia hiyo wakati kuoga ilikuwa mchezo. Ulikuwa unaoga, ukiona mtu anaoga kuna one man anaweza kuuza maji. Amen. Na Mungu pia anaitwa nani? Unapata mtu anaogopa kuoga, pia alikuwa anapata bibi mwenye anaogopa kuoga. Ndio sasa kulazimishana sikue hapo. Amen. Na wakati unaogopa kuoga na upate bibi anapenda usafi, wewe uko na shida. Haya. Amen. Amen. Vile mzee baba yangu amesema ya kwamba hii safari ni ngumu na utumishi ni mwito. Sindio? Hii kanisa, ujumbe wangu kwa pastor na mdogo wake, mtafute wale watu mtahubiria. Ina maana ukiwa mchungaji uko na kazi ngumu. Nyinyi mumepewa pastor mkiwa na washiriki. Sisi tulikuwa tunaanza kanisa kwa nyumba. Wewe na bibi yako na mtoto. Unatoa sadaka, unapea mama na mtoto, unarudi kutoa tena unarudi kuchukua. Kazi ilikuwa rahisi sana. Sasa hawa namna gani? Sasa pastor unafaa kwenda kule nje kutafuta kondoo uwalete kwa kanisa wanze kuhubiria. Amen. Tunajifunza mambo mengi sana na hakika mtafanikiwa. Kama kuna mtu ambaye aliogopa na hii china ya Shakahola sichukulitoa. Kama kuna mtu aliogopa hii kanisa ni baba yangu mzazi. Anasema hiyo kanisa alikuwa akienda anapata kila mtu kwa madhabahu hapa na mkwaji. Ile inakaa hivi, hiyo sio kana gani? Na macho anaangalia. Si ya Ukristo. Au ukicheza naye anakupiga. Amen. Pale watu wengi walikuwa kama wafungwa. Amen. Mtu anakuambia mimi nitakuendea kwa mababu zangu. So saa hii tuko huru, tuseme ukweli. Tutangaze injili ya Yesu Kristo. Lakini kuna wengine bado wako na ile msambwa. Amen. Hata akionje leo kidogo akirudi kwa nyumba akaambia kusada amechelewa. Ukani nimerudi nilikuwa huko, lakini wewe ndio unanijua. Hiyo ni sawa na mtu wako kwa mvua ananyeshewa, unamwambia karibu ndani, anasema mimi niko sawa. Babu yangu alisema niwe nikinyeshewa. Amen. Wageni ambao wamekuja, especially wale ambao nimesikia treasury akisema, na tena kwa mambo yote yenye treasury huwa anaongea, yenye ameongea ikaniingia ni kwamba sitaleta watu ya Shakahola, nitaleta watu wengine. Nimefurahi. Piga makofi.
Hawa jamani, stress kubwa sana. Ukiingisha na mmoja ama wawili wana huko na taabu, utakaisha meeting kila siku mpaka uchoke. Sasa wacha tutafute watu wanajua Yesu, watusaidie kwa hii safari ya kumjua Yesu zaidi. Amen. Amen. Mambo ya bodohana ilikuishi. Mambo kwa malenje ilikuishi. Sasa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunapofanya kazi ya utumishi kama vile pastor wote wako wanapata mafundisho pia kutoka kwa evangelist. Maana Elo iko na evangelist mmoja. Sio? Pastor wengi wanapotea hata kwa mahubiri kwa sababu ya hasira. Kuna mtu amekosewa kwa kanisa, pastor anaenda kukaa nyumbani anamtafutia kitabu. Huyo si pastor. Amen. Ukisikia mtu anasema someshabu Yakobo, ole kumbe tena anaambia yule mwenye hawaelewani somo. Huyo ameitwa kweli, huyo anatafuta watu maneno. Bwana Yesu asifiwe. Na huko nyumbani tuombe Mungu. Hii kanisa ndio imeanza na niko na sababu, kwa sababu hata mimi pia vile mama alisema, hata mimi pia nitakuwa ninapata nafasi ya kushiriki hapa. Nione vile kazi mnafanya. Amen. Na tusonge mbele. Amen. Tuweke bidii ili kanisa lizae Injili. Baadhi ya Kakamega tuko afadhali, at least tumeshinda Busia. So Busia wako na kanisa mbili, sisi afadhali tuko tatu. Sasa Busia pia mkirudi, fanyeni bidii mtufikie, tutafute branch nyingine. Amen. Amen. Sindio? Mungu atasaidia na tutafaulu. Tutapata ushindi. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Mimi naweza sema nina ushuhuda wa watu 9 wale ambao walitoka kanisa zingine wakaingia Eloi. Kuna watu ambao maisha yao yalikuwa magumu zaidi, lakini walipoingia Eloi wako na mabadiliko. Amen. Mimi mwenyewe ndio wa kwanza. Turesha ni wa pili. Wewe ni wangapi? Na mapili kwa na watu wawili. Na mzee wewe namba ngapi? Mimi. Hapa mimi ndio mtu wa kwanza nimebadilikia hapa. Kwa hii nyingine inaitwa Maubalo Church Party. Mungu akamuokoa. Sasa tunaona namba. Ungemwambia hapa nyuma hata huyu anamjua. Hapo mtu wa kuhubiria. Na pia shemeji yangu huyu Mama Melissa. Mimi nimefurahi.
Huyu semeji wakati naendesha baiskeli, yeye alikuwa ananipea unga. Na mama mwingine anaitwa Nancy. Walikuwa wawili, yanakaa. Nikikosa kwa huyu, naenda kwa huyu. Sikuwa nalala njaa. Amen. Na wakati nimepata ripoti umekuja, mimi nilifurahi. Wacha tutukanwe na wewe. Sababu si wote watafurahia. Kwa umeenda kwa kanisa ya mashetani, sema hicho kwa kanisa Bwana yangu. Kwa hivyo mashetani yetu wote. Wacha sisi tuendelee. Si ndio? Amen. Amen. Pia naona ni vizuri mtu akikuogopa. Kitoka mbele na kuachia njia. Hiyo nasikia vizuri sana. Amen. Unaposikia anasema wewe uko na hii, wewe sema ni ukweli, hata imezaa. Story kuishi, urafiki kuishi. Yaani kung'ang'ana, unajua tutashtaki. Maandiko inasema Yesu Kristo, wanasema kwamba yeye ndiyo mkubwa wa mashetani ambaye aliitwa Beelzebuli. Wewe wakisema naacha kanisa, wacha sisi na tuendelee naye, sababu sisi tuweka sahihi, si kama ya Raila na Uhuru. Hii yetu ni ya ukweli, tunaenda mbele. Hiyo yao ni ya siasa, yetu ni ya Mungu. Bwana apewe sifa. Watoto wa Shalom, kama kuna watu wamebarikiwa, baraka ya pili ni nyinyi. Unless mwalimu wenyewe. Kanisa mko nani? Mlinzi aliniambia nataka mitambo. Nikaleta hii. Nikaona hii bado haiko sawa. Jana nimeleta hiyo nyingine. Hiyo ni ya Shalom hapa. Sasa wacha tuombe. Wakati tumeshatengeneza, tuanze tena kutengeneza. Wale watu hawawezi tengenezewa na Nairobi, lakini watu wa nyumbani wanaweza saidia. Nairobi unaweza saidia mtu ana na wabusia. Wabusia. Amen. Tusonge mbele. Nairobi. Kwa sababu gani? Tulikuwa na treasure wakati mwingine kwa nyumba hapa tukitafuta jina ya hii kanisa. Hata akibisho kwa kukua, hata hatukujua tutakuwa na yeye. Amen. Tunajaribu. Kings had Jesus word haingi. Wisdom and stew whatever haingi. Bwana jina ilikuwa ngapi? Amen. Sasa kaachana jioni ya kwenda nyumbani. Hiyo wakati alikanyaga hii barabara sana kuja huko. Hata bila shaka. Kama huyu atarudi nyuma kwa hii kanisa ya Lori hata anafaa kufa. Ninasema ukweli. Kwa sababu hata saa zingine pikipiki inabaki hapa kwangu. Pikipiki yenyewe ukiona hata trafiki hawezi shika. Kama anaweza fika kesho aseme leo yapanda, hata madaka siendi. Hakikisho hakuwa hata tukijua tutakuwa naye. Tunamwambia Bwana, mimi nikamwambia sasa wewe tafuta hapo mzee bwana. Tafuta hapo mzee. Akasema iko mzee mwingine huko. Mzee vizuri.
mimi mwenyewe na Archbishop kwa ile uongozi tulikuwa nao kule mahali pengine, tulikuwa tunagongana mahali kama sisi. Kumbe Mungu alipanga iko wakati hawa watu watakuja tengeneza neno. Kwa hivyo tunajua majaribio yako. Saa hii yeye amekuja na gari, atakuja na pikipiki. Amen. Wewe uko na gari, na huyo ako na gari, mimi niko na gari, wala wako na gari, uko na mwingine huko ni lawyer hapa na gari. Kwa hivyo sisi tujivunie kanisa yetu. Basi vile namwambia Bwana, chukua hii sweta wewe, kwa sababu anasema hakuomba ruhusa. Anamwambia wewe enda tuonane kesho. Ndio tukatengeneza inaitwa Eloi. So kwa history ya Eloi Rosa Bakitani tunaanza na huyu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kama yeye ataniacha ama mimi nimwache, na tunaamini. Nasema ndio kwa madhabahu. Amen. Amen. Kwa nini tulifikiria tuanze hii? Tulifukuzwa tukiwa na yeye. Tukaambiwa nyinyi endeni. Na kama wewe ni mwalimu na umefukuzwa kwa shule, utaanzisha shule yako. Kwa hivyo mimi namwombea Mungu akusaidie. Kama kuna mtu yoyote, kwa sababu ukiangalia hata kwa mtandao wanasema welcome Shisanya, welcome Treasury, bado wanamuita huko secretary, welcome tukichinjie sijui nini. Hiyo nyama itatutaka. Hata hiyo ng'ombe itachinjwa itakufa. Mungu atakataa. Kwa sababu safari ya wana wa Israeli wakati wanatoka Misri, walipofika njiani, pepo akaingia jamaa anaitwa Kora. Na yeye akaanza kudanganya wana wa Israeli, kuambia huyu Musa ni muongo. Anadanganya, anaongea na Mungu lakini ni Kora. Kwa hivyo sisi tujitengenezee miungu. Lakini maandiko yanasema Mungu aliangamiza Kora amani wake. Na ndio maana tunasema safari ya Eloi watu wanatuangalia sisi. Na tuko na mzee ambapo kwa sababu mgonjwa angekuwa hapa. Tumezungumza hata tumeongea na Treasury ya kwamba kesho twende tumuone. Haiko sawa. Na vile wanajua saa hii watu wanakojea. Bwana apewe sifa. Amen. Tujenge makanisa. Tuko na ripoti kutoka Busero kwenye yule kijana ametoka. Watu wa Busero wanasema wanahitaji kuse. Wanasema mlienda tu mkawaonyesha kidogo. Sasa hao anaona hiyo haingii. Amen. Sasa na mama moja alisema nilete budget. So mkisikia mrudi, najua kuna wengine wanasema sasa hii imekuwa mchezo. So tumekuwa juice. Sasa turudi. Sitakuwa mimi watu wa Eliani. Tayari wanapanga na watu ya Busero kwa soko. Wanasema wanahitaji mkutano ya 4 days. Budget yangu imekuwa 165,000 na nikapeana. So mahali penye wao yao ipite hiyo isikuwe nusu, hiyo 3/4. Sisi tutajipanga na tuende tuweke pale mkutano sasa kwa soko, si kwa uwanja, sio pale mahali penye tulikuwa. Tuweke mkutano yetu siku ngapi? 4. Tuko na mikutano 3. Tulitoa mkutano ya mwezi wa 8. Tukabaki na mkutano ya mwezi wa 4 ambayo ni ya Easter.
na mwezi wa 12. Tutakuwa tunaangalia kwa hizo miezi. Kuna mikutano zingine tutakuwa tunamalizia tu mahali, lakini mkutano ya Disemba ndio lazima tutakuwa tunafika kwa ripoti. Hizi mikutano zingine tunaweza amua mwezi wa 4 twende Busia, mwezi wa 4 twende Nairobi, mwezi wa 4 twende Kakamega, mwezi wa 4 twende Kisumu. Tutaanza kuangalia kupitia kwa mazungumzo ambayo tutakuwa nayo. Na mikutano kama hii ni watu wanataka, yenye huwa tunakaa kwa mlima siku 3. Tunaweza kaa mahali na tupate watu. Kwa sababu hata kwa mlima tunatangi watu. Sasa tunataka mahali penye hata mtu anaweza kuja kutuona. Hiyo mlima ukitaka kupanda mpaka ufikirie mara mbili. Inataka wenyeji. Sasa hiyo inataka tukise. Watu wote wanamwagika. Sisi tunaenda kujiombea na kutafuta baraka. Hatuendi kutafuta mtu. Lakini hapa katikati tuombe watu kuishi. Bwana asifiwe sana. Namaliza na mambo ya Shalom. Ofisi yetu kwanza ya national iko na shida kwa sababu wamama hizi ziko mingi lakini hatuchokeana. Sasa tunaenda kukaa pia tuongee. Hapa Shalom. Umesikia vile vice chairman amesema vile watu wanakaa. Si ati mtu kutoka tu na miguu unakuja hapa hiki itakuchoma. Utakao ukiamka unapata round kama chapati imetoa. Utaendaje kwako? Biblia inasema kile kiti cha enzi kimelindwa na mashirafi ambao ni malaika wa Bwana. Na kile kiti kinatambulika na mwenyewe. Hata ukipewa ruhusa ya kukaa kama yako, sema hii kiti nataka kukalia. Najua si yangu. Acha nikalie. Mungu anisaidie. Unakuwa sawa. Ili maana toka huko ni kama ile yako na gari yako kwa jikoni. Hata kwa nyumba ya mtu kuna kiti mahali. Ukiingia kwa nyumba unaona hiyo kiti, unajua hii ni kiti ya mzee. Unaweza kaa kweli. Wewe mzee jalishi ako na nywele nyeupe maana ni mzee wa hiyo nyumba. Hata wewe uko mgongo yake. Wewe kaa kwa benchi huko zatakaa. Amen. Sasa wale ambao pia tunakaa kwa madhabahu tuwe tayari. Kuelewa mambo ya Biblia, kuelewa mambo ya kuombea watu. Wakati mtu anachaguliwa kuomba, tulikuwa na mama watoto kwa matanga huko Bunyoro. Hata alifika kwa njia akaniambia nataka uninunulie Biblia. Hata usininunue. Ila hipo nimeona aje. Wewe unaona piga ya mkuu sio kuomba. Wewe alishinda. Hata aliomba kweli. Alikataa. Akachagua mwingine. Na baadaye mwenye kumchagua apata msomo. Kwa hivyo ukikaa kwa madhabahu, omba Mungu akupe kitu. Ujue ile unaweza kufundisha watu. Haya madhabahu yanaheshimika. Na mtu atakaa hapo anajua wewe mwenye umekaa kwa madhabahu unaheshimika na unaheshima zaidi. Ukijisikia mbele yake atakudharau mpaka siku atakufa. Madhabahu inakaliwa tu mtu yoyote. Amen. Madhabahu haya na madhabahu yoyote yaheshimiwe. Haya. Amen. Amen. Leo tunataka kufungulia vyombo kwa sababu tulikuwa kwa mambo kidogo. Hawa wageni siku nyingine utawaleta waone vile huwa tunafungua maneno. Mpaka waseme unga kuna moyo. Tumesema leo ni siku ya mafundisho na kukaribisha mchungaji. Na mimi ninashukuru ndani ya roho yangu mchungaji aungane na wenzake ambao wako hapa. Kanisa iende mbele. Usionyeshe mtu kidole.
macho. Nawe pia usimwonyeshe mchungaji kidole kwa macho. Amen. Hiyo. Amen. Kanisa itakuwa sawa na tutakuwa roho, tutaenda vile Mungu amepanga. Hapa kwa Romani kuna watu wengine bado ni waoga, wengine pia bado. Unajua mtu kuachilia kanisa yake iko hangi rahisi. Anataka jue nikiacha pale mahali itakuwa salama. Kwa hivyo ni nyinyi mkuwe sawa kuhakikishia huyu Mungu salama wake. Kwamba hapa mahali umekuja tuko sawa na wewe. Ukipata shida tukusaidie. Mimi nikipata shida unisaidie. Sisi sote tufanye kazi na Mungu. Amen. So watu watakuja. Bado wanaangalia, wengine wanaogopa, wengine watakuja. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Niseme pia asante kwa viongozi wa headquarter wakiongozwa na Jomba. Jomba kuja kidogo. Huyu ni Jomba wangu. Sijui na wangapi kwa watu wengi. Wengi sana. Mama amesahau, unajua mkiwa wengi, mimi ndio najua mimi na babi au nini wengi. Sasa simama Mjomba. Tukiwa tunaenda kwa mlima, tulienda na treasury na tukaomba pia. Mjomba John akawa hapo na hawa ndio walitukaribisha, wakasema John huyu amekuwa kiongozi pia kwa kanisa ya ADC. Nilisikia kisema ametoka mahali huko. Sasa ukiwa hapa usikilize peke yako. Amen. Pia tuko na mama hapa. Wamekuwa wakubwa wale mkulikia. Lakini walisema no. Njia hiyo. Na mimi naomba Jomba endelea kunishikilia. Na sisi tusonge mbele. Achini. Haya. Maombi ya kwanza iliombwa kwa mlima. Na huyu tuende ili wanayo kwa sasa hiyo vitu. Amen. Tuchukulie kanisa letu, kanisa lisonge mbele. Tukichoma na maji moto, tuvumilie. Maisha itakuwa sawa. Mahali penye uko kesho hii, Mungu atakutoa hapo. Hautakuwa hapo maisha yako yote. Haijalishi umeumia miaka ngapi, but ile miaka kidogo ambayo Mungu amekupa, hiyo ndio miaka yako utafurahia kwa mazuri ambayo utakula bila shida. Kitu kibaya ni jambo ufanikiwe alafu shida ipatikane kwa nyumba. Mungu wa kwanza kukugeuka mke wako. Anasema hapana, sisi tumekuwa na hii haraka imetoka wapi? Kwa sababu hii imekuja na tunaona shida hapa. Mama atakubadilika. Amen. Waka aseme labda kulingana vile watu wanasema huenda ni ukweli. Hiyo ni majaribio yote leo utapitia. But usikufe moyo mpaka siku atakuja aone ya kwamba yale yanaongeleka ni uongo na hii ni baraka kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusonge mbele watoto wetu. Mimi mbele ya Mwenyezi Mungu nilijitoa na mali yangu yote. Siwezi kuangalia tu wewe unatoa nini, wewe unatoa nini. Mimi ninaangalia niko na nini kwa mikono yangu. Kidogo kidogo kujaza.
Haya, matoleo. Kanisa muwe watu ya kutoa. Msipotoa kweli itakuwa ngumu. Wanasema mko na ngapi? Kuna hii. Basi. Na mambo inakuwa sawa. Kwa hivyo hii kanisa, kama kuna pasta mwenye bado anafanya dhabihu, hiyo ni dhabihu yako na ni Mungu yako. Kanisa Eloi haijui. Hiyo ni kibaba yako. Hata ukifika huko ukiomba, usiombe maombi ya Eloi. Itaingia. Omba maombi yako ile unajua. Na uchinje kuku yako ile unataka mambo yako kufanya huko. Kwa sababu kuna wengine bado wanasema hadi huku ndio tunakulia na huku tunaenda kanisa. Ambia Mungu abadilishe kazi yako na kubadilishia. Kidogo kujaza kitabu. Mungu atakusomesha watu. Njia zitafunguka kusoma. Njia zitafunguka utajenga. Njia si lazima tu. Hiyo kitu umefanya miaka mingi hujawahi fanikiwa. Achana naye. Badilisha tu maombi na Mungu ataleta. Amen. Ukisikia maisha ya watu iko na shida, wewe jua hata wewe unaweza kuwa kwa shida. Na wakati Mungu anakutoa kwa shida, usirudie shida. Wakati wamesema mambo ya youth, nimesema hapa vitu ziko mingi na tunaenda kuchagua. Kwa hivyo msiseme mbona wamechagua tu watu wawili. Tuna viti za county na tuna viti za churches. Tunaenda kukaa chini, tuanze kuteua moja kwa moja. Na muwe tayari kufanya hiyo kazi. Tuko na mambo ya youth. Vile nilisema yote iko. Na youth wanakuwa na akaunti yao. Wanaanza kusanya pesa yao. Shida yote ikitokea, wanajua vile wanajipanga. Kwa hivyo wageni ambao wamekuja kutoka Jerusalem, nasema Jerusalem? Bethlehem. Unajua hii yetu ndio Jerusalem. Au sikuwa nimesikia vizuri. Hata kwa mabendera ukiangalia unaona Jerusalem mpya. Ile mji ambao unang'aa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mungu alete tusonge mbele na neno la Bwana. Sisi tuwatembelee na nyinyi mtutembelee. Basi mkiweka foundation na mwambie treasury, sisi tuko hapa karibu, tutakuja na tutaanzisha neno. Bwana apewe sifa. Tunasema hatuta kwa na mambo mengi, na ripoti hii hapa inasema kanisa tujaribu kuliongoza kwa njia ya Kiswahili. Sio? Abashiere, bashosho, bangayunisi. Tukisimama na Kiluya, tupate mtu ambaye anaweza kuwasaidia kubadilisha. Kwani tukienda mkutano ile tuongee Kiluya. Na kanisa ni ya Waluya. Kuna watu tofauti na tunatarajia kupata watu. So, kanisa ikianza pasta, hapana ruhusu kanisa tu kushie kwenda kukaa vile. Nawe wewe ongea kwa Kiswahili. Mwingine afanye nini? Kuna mtu anaweza hata kwa kanisa na atoke bila chochote. Yaani vipi? Wewe ni kama mtu anasukumwa tu anaenda kwa masharti, lakini haendi kwa kutaka. So ni vizuri ndio mpokee watu, muendeshe kanisa kwa njia ya Kiswahili. Maandiko hapa imesema mkutano itakuwa Sunday na Friday. So Friday hiyo huenda hata mimi nitakuwa, kwa sababu niko nyumbani. Tutakuwa tunashiriki Friday na Sunday. Friday mkutano itakuwa kanisani. Kama kuna mtu anataka iende kwake, itaenda. But Friday mkutano itakuwa kanisani. Na hii Friday haitaanza hii wiki ya kesho, itaanza ile wiki nyingine. Amen. 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 Shalom, pastor wake ni yule wakienda mahali wanaenda kwa ushirikiano. Sio atuwe ni pastor saa 10 saa 1 ya jioni ushafika kwa mshiriki.
ama unakaa hapo watu wanataka kulala, wewe uko tu umekaa. Hapana. Pastor ako na saa zake za kufika kwako tena kama unajua. Hapana, sio mtu unaweza pata mwingine hata kwa baba. Ambia mtu nitakuja kesho saa 6. Atajua mchungaji anafanya nini. Kuja. Pastor uwe msafi. Hapana kwa pastor unakaa kama mbuzi. Kwa pastor ambaye unafua nguo vizuri na hapana penda tukutuku. Tafuta kiatu hata 300 ya plastiki wa. Amen. Ukiwa tu pastor wa tukutuku, utaitwa tu pastor wa tukutuku. Unaona tukutuku kivipi? Kumbe wanasema wewe. Wewe Eunice, unasikia hiyo? Bana watu tukutuku. Tukutuku kama uko nyumbani. Ukitoka tafuta kiatu vizuri, nenda kumshiriki kwako. Sawa. Pastor, kuna mshiriki ambaye hana bwana. Ama ako na bwana na bwana anaishi nje. Funga hiyo nyumba. Bwana saa yote pastor amefika. Hata watoto wanasahau baba yao wanaita pastor baba. Hakikisha hiyo nyumba ukienda, enda na pastor na mama. Amen. Kitu unasikia jinsia inakuja pia kwa utendakazi. Kwa sababu utapata huyu mama ambaye bwana yake ako nje ndio pastor anapenda hapo sana. Utapigwa. Watasema pastor wewe. Haya. Amen. Amen. Simu. Ushiriki usipigie pastor yako simu saa 4 ya usiku. Saa 4 huko pastor uniombee, najua nilikuwa nimeanza kulala na hata mtu ananinyonga. Wewe nyongo kidogo alafu kesho utaombewa. Si saa 4 ya usiku. Unapigia pastor. Ama pastor anapigia mshiriki no. Ati niko na maono. Hiyo maono mtaonania paradiso. Haya. Amen. Lazima tuwe na mipaka. Unaweza pea mtu kazi na usikie kesho kuna shida. Si vizuri. Uzuri bibi ya huyu ni daktari. Unaweza enda huko kutibu. Haya. Hii kanisa iko na kwaya na niliona mkijana practice kwa sijaona mkijimba hapa. Nitawapea nafasi nikianza mambo ya vipogini, kwa sadaka, alafu tuko mjipani. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Fimbo. Wewe uko na fimbo. Umekuja na? Uko na? Iko wapi? Awe. Tunashare mama uko na fimbo. Sasa Eloi wakati wa fimbo ni maramo. Wapi? Ikifika hiyo siku beba fimbo yako. Nikikupata na fimbo hapa nitakufukuza nani? Ama kwa kanisa yako hata kama ni Makanya. Hata kama ni wote uzuri zinakaa huko. Mungu naweza kwako na bahati. Haya. Kwa sababu tunataka kukonfuse watu. Kuna mtu ameogopa Afrikanisia amekuja hapa baada ya mpata tu ni kama hapana. Akichapa ni kwa sababu mimi sibangi hivi. Archbishop si rais. Unless kuna mkutano national ya anaweza na mimi si rais. Sasa hivi tunaenda hata kusema tunaenda bure. Sawa. Kwa hivyo tusitegemee sana fimbo, tutegemee Biblia. Unapata mtu ana fimbo, Biblia ana. Fimbo utaisoma, iko na Mathayo. Shauri. Haya. Mwisho kabisa, heshima. Heshima inadumu na heshima inasaidia. Kwa kanisani, communication iwe ya unyenyekevu ya kuonyesha hawa watu ni watu ambao wametubu na Mungu anawasikia. Tusifike kiwango ya kufikisha kosa heshima. Kuna kitu mchungaji alisema hapa, haijalishi miaka umekaa kwa kanisa. Ukiingia kwa kanisa unakuwa kama umezaliwa siku hiyo.
Kwa hivyo usiambie watu mimi nimekaa kwa kanisa miaka mingi, wewe huwezi nisomea kitabu. Amen. Hata maji wanasomea. Kwa hivyo ni vizuri tushike neno. Ninashukuru hawa. Ninyi mmesikia maneno ya kofia. Unajua watu walifikiria nyinyi ni Katari. Sasa nataka wewe sifundi. Nani wewe? Chairman, hawa ni watu yangu wa zamani sana kwa kanisa ya Chwele. Hata bwana simsumani. Ameziki joto. Haya. Sasa huyu wajana ni nani wewe? Na huyu haya. Huyu ni kijana ya Sika. Umesikia Kiswahili? Sasa huyu akiongea na mzee huyo angekuwa hapo, unafikiri huyu ni mtoto yake ama mjukuu? Huwezi kuwa mtoto yake. Mjukuu. Na tutaanza kufanya uchunguzi. Tunataka ukitoka hapa nitakuonyesha wewe ushone kofia. Wewe ni fundi. Wewe ushone nini? Na ushone wengine. Nitakuja huko. Twende mzee ambayo ni wawasia wao wa huko ni mgonjwa. Amekuwa chini kwa muda kama ongei, lakini saa hii anaongea. Na hawa ni watumishi. Nimekuwa huko na kamati juzi. Na nikawaambia niko na mkutano. Kama kuna watu wako na roho ni hawa. Walinipigia simu wakaniambia uko njiani tunakuja. Nikaanza kungoja. Bwana umepanda gari gani? Fika kama saa 8 wananiambia ndio tumefika Mumias. Nikauliza mmepanda lori? Hapana, tuko na baiskeli. Nilichoka sana. Sema Mungu. Haya ndio maisha mimi nilikuwepo kitambo. Akanitoa ndani. Hao wale unawaona wanitoka kule milimani huko Mountain Road na baiskeli. Tena hiyo baiskeli ukiona haina hiyo mgulugu ya huku, ni mshomari tu. Haina pedal. Hiyo pedal ikikutunga unakuwa kibete. Waliponieleza kama wamefika Mumias, nikamwambia hapana. Endeni mfike mahali wanaelekea na sasa imeenda. Simameni hapo mnipe namba ya mananga hapo. Nikaambia huyo mananga tafuta gari, hiyo baiskeli fungo kwa gari, apeleke mlivyo. Mungu awape hiyo moyo. Walitoka nyumbani bila hata shilingi yenye nyororo ikatika wadaunda. Watoto wangu wangekufa na njaa. Hivyo ana bado nimechoka. Simama sana. Uko mahali penye mnasikia wametoka, ukitoka saa hii usilete kufika saa hii. Utafika usinauko kwa gari. Tena wamebebana. Tena baiskeli haina position, ana bebeka mwingine. Mwenye alibebwa naona alichoka kushika mwenye alibebwa. Pastor wa mlimani. Pastor anasema pikipiki tayari inatoboka. Wewe sikia tu mambo ya baiskeli pia. Bye. Mtu hapo mwenye naamini anaweza fika na bike huko na mzuri. Sio bia na mazoezi kila siku. Tena mbeba bio. Anaweza, lakini hawa na waumini. Huyu anaweza kumdharau kwa. Mimi nampatanga mbali sana. Mimi hata nione tena beba mkono. Alimwozea. Sasa Bwana asifiwe sana. Sio ni nguvu inamaanisha uzima hii iko. Kuna mtu anakuambia mimi sina fare. Ona vile watu wanahangaika. Mtu hapo ungetoka hata asubuhi ungekuwa unafika. Na unajua ukisikia mtu amesafiri na baiskeli ametembea sana kushinda kupanda. Sababu milima ni mingi. Na hiyo milima inamaanisha anakuja mguu. Anapanda mteremko, anashuka, anaanza kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tusiogope kushika neno.
tusonge mbele. Tusonge mbele. Mungu atatenda. Mahali popote penye utaona makosa, kusali haikosi mahali popote. Unaweza kutusamea, kusema tulikuwa kwa. Lakini Mungu hatatuacha. Tuendeshe neno la Mungu kwa njia ya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa hili limebarikiwa, liko na board member wawili. Mama Emina pamoja na Suna. Hao ni ndio macho yetu. Naangalia tukiwa ripoti. Naomba pia washike pastor mkono. Waendeshe kanisa na jina mzuri. Washike kama Mungu hapa hata kama Mungu wachache. Ili Mungu atatenda. Chairman ambaye ni Vice National Chairman anasema, lakini si position sisi tunajua hawajui. Sasa mimi sema mtashona kofia. Unaweza shona. Bora uonyeshe vile inaonekana, sio? Kwa hiyo utanunua pesa na nikikuja nipate mkono na kofia. Sawa. Haya, hiyo kwanza watakuwa wamewasaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuangalie kofia zile ambazo mmeambiwa na Vice Chairman. Kala inaenda na plana. Usivae kofia ya OCS wewe ni mfungwa. Wezi sitaji. Na hiyo inaenda kwa unyenyekevu. Pastor ambaye amechaguliwa leo, hii kanisa limesajiliwa. Na hii ni kopi ya cheti cha hii kanisa. Lazima tumpe photocopy, sio? Kama namna gani special. Kwa sababu anaweza shindwa. Nimeona yuko mtu aliandika mahali ati hata kama sielewi Kizungu, ati this church is illegal board kama hiyo itakuwa registered. Nilicheka na huyo mmoja ni lawyer. Anashangaa sana. Hii ndio copy ya certificate ya hii kanisa la Elohim Sabatani, ambapo sasa tuna run kaunti 7 counties. Mungu akitujalia bado tutaendelea. So nasikia kuna mtu anataka kuruka kutoka Western aingie nani. Tutakuwa tumeingia 8 counties. Kwa hivyo sisi tunaomba ruka kesho. Tutapeana hii sisi wote. Tutapata kwaya. Kwaya iko na mama yako mwingine. Mama ndio huyu. Wapi mwingine? Ndio huyu. Basi. Haya. Hawa wengine wa nyumbani. Haya, wimbo moja. Alafu tupeane certificate. Twende kwa sadaka. Twende kwa maombi.